Ukifanya mkono namna hii uko bedroom, ukifanya mguu namna hii uko nje. Yaani nyumba shida. Nyumba shida, nakwambia shida. Ukifanya mkono namna hii uko bedroom. Ukigeuza mkono hii uko sitting room. Ukifanya hivi uko jikoni. Yaani nyumba iko self confused yani. Wengine mmekata na kata ni hapo, eti sasa umekata hivi, eti sasa hiyo ni bedroom, umekata hapa hivi, unasema sasa hiyo ni jikoni. Yaani nyumba zingine ni kama ile yangu, two bedrooms, ile ya nyumbani ya mnaijua hao mnatoka Kisii hapa. Yaani nyumba ukiwa hapa sitting room na wife akiwa ndani, tunaendelea kuzungumza tu. Sasa ikakuwa namna gani tunaendelea kuongea tu. Yaani nyumba yenyewe imechanganyika. Yaani mnaongea tu. Yaani nyumba. Biblia inasema kwamba Bwana asipojenga nyumba, wale wanajenga wanafanya nini? Watu wamejenga nyumba, wacha nikwambie. Yaani watu wamejenga, montaka achite nyumba bakabe kitaka morense magari. Huko ikakuwa rusilia matoba kwamba kuzwa nyumba. Yaani wengine wamejenga nyumba kiasi kwamba ukiingia katika boma, unaambiwa kwamba pitia hapo kwanza, wameweka kapanga ngine hapo, eti unatoa nini? Unatoa matope ndio unaingia kwa nyumba. Yaani watu wamejenga nyumba wameweka tiles. Unajua kuna wanaume wengine nashangaa sana. Hata sometimes wanaume na nyinyi sijui vile mko. Yaani unajenga nyumba ni kwako. Doctor, wewe ndio umeweka tiles ni kwako. Tena unatoa viatu ndio unaingia kwa nyumba. Tena sasa nyumba imekuwa kubwa sasa kukuliko sasa. Tena unatoa viatu. Unajua mimi nilisema uwezi kunitoa viatu niingie kwako. Kwani hapo ni msikiti peke yake ndio usitoe viatu. Msikiti peke yake ndio ninatoa viatu. Wacha kututoa viatu nyinyi. Watu wameweka matiles hapo wanawaambia toa viatu. Watu wanatoa viatu wanawacha hapa nje. Viatu ndio unaingia kwa nyumba. Nyumba ambayo mtu amejenga. Tena huyu ni mzee, boma ni yake, nyumba ni yake na anatoa viatu ndio anaingia kwa nyumba. Wazee hamjambo. Muko elders. Yaani mwanamke anakuambia toa viatu na unatoa viatu hapo nje kwa mlango. Sasa nyumba imekuwa kubwa sasa. Kuliko hata wewe mwenye ulijenga. Sasa nyumba imekuwa kubwa sasa unatoa viatu ndio unaingia kwa nyumba. Haya yote ni majengo. Wengine wamejenga nyumba kubwa, wengine ndogo, wengine 2 bedroom, wengine 1 bedroom, wengine 8 bedroom. Watu wamejenga nyumba. Wewe ndio hujajenga? Watu wamejenga. Sasa unajenga hapa tuwili unaanza kutembea hapa kama mbata eti umejenga. Hakuna kitu umejenga. Watu wamejenga nyumba up to 15 bedrooms. Sasa wewe unaambia watu nini? Biblia inasema kwamba Bwana asipojenga nyumba, wale wanajenga wanafanya nini? At the end of this lesson sijui nitaifikisha wapi, nitajaribu kuongea haraka sana. Tutaona kwamba ni nyumba gani Bwana anataka sasa kujenga. Je, ni nyumba ya 3 bedroom, ni nyumba ya 5 bedroom, ni nyumba ya 10 bedroom, ni nyumba ya 2 bedroom. Bwana asipojenga nyumba, wewe soma Biblia. Biblia inaendelea kusema, siendelee basi. Bwana asipolinda mji, yeye alindaye mji akesha bure. Watu wengine eti ya muendi kanisani nyote mnaacha watoto wengine wakilinda nyumba, wengine mmeweka watchman hapo, maaskari wale ambao wanatulinda. Yaani Bwana asipolinda, hata ukifanya kazi hiyo ni kazi ya bure unafanya. Nilikuwa naongea na rafiki yangu mwingine. Actually ni relative ambaye ako ng'ambo, amejenga nyumba. Alafu ameweka CCTV everywhere. Paka ukiingia kwa gate ako ng'ambo, lakini yeye ndio wa kwanza kupigia bibi simu kwamba kuna mtu kwa mlango. Yaani ako ng'ambo lakini anaona ni nini inaendelea hapo. Alafu amewekea bibi yake sijui nini, hiyo simu yake inamgovern tu. Kama anatoka, kama anaingia hapa Kisii Central, unaenda wapi? Church, wapi Kisii Central. Na akipatikana the other side ile hata Nyanjwa, anampigia simu anamuuliza, si ulisema uko Kisii na hapa uko Nyanjwa unafanya nini? Yaani mtu amelinda mwanamke. Nikamwambia wewe unafanya kazi ya bure bwana. Bwana asipolinda utafanya kazi ya bure. Kwani si ataweka simu kuonyesha ako kwa nyumba na atoke na mlango ya nyuma na aende Nyanjwa dakika 2, kwani kuna shida gani? Yaani watu wanajaribu kujifanya sasa eti ni wajuaji sana. Amemurika. Yeye mgeni akifika kwa mlango anapiga simu kutoka ng'ambo, anasema nani huyu ako kwa gate?
Ukiingia anasema pastor nimeona hapi na ameingia hapo. Yaani amemulika. Bwana asipolinda mji, hao wanalinda, wanafanya nini? Hata nilimwambia wao wanafanya kazi ya bure. Wewe ita Mungu Bwana alinde mboma yako. Lakini kama unasema umeweka CCTV tunatuona kutoka America tumeingia kwako, you are doing useless work. Wao wanafanya kazi ya bure tu. Yaani watu wengine instead umpatie huyu bibi yako Mungu, maana yeye ndiye alikupatia amlinde na amtunze, utaki. Wase wengine wanachofanya wejeuri hapa, eti anaambia bibi siwezi kukupatia pesa. Wewe ukitaka unatumia pesa vibaya. Unaenda hapo kwa duka unachukua mkate, unachukua nini? Mimi mwizi wa mwezi naenda nalipa. Kwani mwanamke ni nani? Wanawake they have wako na senses moja wanatushinda wanaume. Akienda hapo kwa duka anasema, nipe mkate moja, andika mkate 3 hapo. Nipe maziwa ndogo, andika kubwa. Unajua already hiyo ni 40 imeingia hapo. Mkate moja ameandika 2, already 60 imeingia. Okay, mwenye andika hapo sijui nini ya 200 andika 400. At the end of the month ukilipa 10,000, 5,000 ni yake. Sasa wao wanasema nini? Bwana asipolinda, wale wanalinda wanafanya nini? Hata ukijaribu kulinda unafanya kazi ya bure. Bwana asipolinda unafanya kazi ya bure. Amen, wewe ndio unasikia peke yake. Bantu banda na bakongumuli muko igwa se point here. Soma Biblia. Unaniuliza nini tena? Si ulikuwa unasoma Biblia? Inaendelea kusema. Siendelee kusema. Kazi yenu ni bure. Kazi yenu ni bure. Mnaoamka mapema. Mnaamka mapema. Na kukawia kwenda kulala. Na kula chakula cha dhahabu. Yeye umpa mpenzi wake usingizi. Bwana anasema kwamba watu wake hata wasipojisumbua Bwana anashughulika pamoja na wao. Haleluya. Ndio yale pastor Libua alikuwa anatufundisha asubuhi. Bwana anashughulika na wewe. Kuna watu wengine hapa town wanaamkia kazi, wanalala na kazi. Yaani mtu anaamkia, mtu ana time na familia yake. Niliambia wanaume wengine Nairobi kwenye nilikuwa, hata hapa Ugembo, niliwaambia wewe, my friend, you are wasting time. Yaani familia yako ndio itasimama na wewe mpaka dakika ya mwisho. Kuna watu wengine akitoka kazi anaenda paa. Anatoka kazi saa 10 anaenda paa mpaka saa 5. Anaenda anapata mke amelala na watoto wamelala. My friend, hao watu unachifanya na wao ni marafiki, unapatia time yako sana kiasi kwamba upatii watoto wako na mke wako. I want to assure you, siku hilo utakufa. Wengine hata hawatafika kwa masisi yako. Watakuwa busy, wengine watatuma kazi, wengine sijui wapi, wengine watakuwa wapi, watakuwa busy. In fact they will not come. Bibi yako na watoto wako ndio watakuwa na wewe mpaka dakika ya mwisho. Ndio mimi nilisema wacha ni bibi yangu na watoto wangu. Marafiki kuja hapa wala ambao wako serious, tunaongea mambo makubwa. Sasa wewe unashinda na watu hapa eti ni marafiki zako muda wako wote. You don't want to give your family time. Hauna time na mke wako, hauna time na watoto wako. Kwani hata ukikufa huyu bibi atakulilia nini? Ni nini ulifanya na kulilia? Wanaume niliwaambia tengeneza elders, make this wanawake wenu wafanye wewe happy. Hata ukikufa hakuna formula ya kulia. Mimi I'm very sure, mimi nikikufa bibi yangu I'm very sure atalia. Na nilimwambia niamke nipate eti unakula ugali na matumbo na mimi niko mocheli. Lazima achinyime kwanza anililie. Hata mimi akikufa nitalia kwa sababu niko na chambo la ninaweza nifanye nini? Nilie. Kuwa na familia yako. Hiyo ndio itasimama na wewe muda wote. Hao marafiki hawatakuwa, wengine watakuwa busy. Mke wako na watoto wako ndio watasimama pamoja na wewe. Bwana asipolinda mji, asipojenga mji, wale wanalinda, wale wanacheka, wanafanya kazi ya bure. Hao watoto unalia, wapatie Mungu. Wapatie Mungu. Wapatie Mungu, waambie kwamba Mungu, hao watoto wewe ndio ulinipatia, linda, tunza. Watu wengine wanalia kwa sababu ya watoto. Maombi mengi tunaambiwa ni pastor niombee watoto, pastor niombee watoto. Wakati ulipokuwa unazaa huyu mtoto ulifurahia. Kama sasa niko na msichana wangu hapa. Unajua wakati nilimzaa nilikuwa naamka usiku na tochi na mulika nasema, lakini sawa na nje mbwa tu mwana ngese kuikiga kitu wakule. Alafu sasa hizi aanza kunifanya nilie sasa. Na nilikuwa nafurahia.
kwamba nimemleta hapa duniani. Sasa watoto wengine wamefanya, wazazi wanalia. Si uwapatie Mungu. Maana wewe peke yake hutawalinda, hutaweza. Hiyo ndio maana ya Biblia hiyo kwamba Bwana asipolinda na asipojenga, wewe ambao unachenga unafanya kazi ya bure, wewe ambao unalinda unafanya kazi ya bure. Biblia inasema kwamba wale ambao ni wa Mungu hata kama wamelala, Bwana wetu anashughulika pamoja na wao. Naomi anasema namna gani? Naomi 32 mstari wake 24. Muiwana ine nebuku. Haifiki? Kuna chapter 3. Wewe ngojea wewe, wacha Biblia yangu inionyeshe hii ndio iko na haraka. Okay, endelea kusoma Yeremia 29 mstari wake wa 4. Tukitafuta hiyo ni gani? 29. Yeremia 29 mstari wake wa 30 mstari wake wa 4. Lakini before that, hiyo I think nilikuwa na maanisha hapa Numbers. Hebu angalia Numbers 32 32:24. Ndio hiyo. Soma sasa. Haya. Yes. Numbers 32 mstari wa 24. Inasema hivi mwalimu. Basi ngoja kwanza. Ya kwanza ilisema Bwana asipojenga mji, wale wanachenga wanafanya kazi ya bure, na asipolinda, wale wanalinda wanafanya kazi ya bure. Naye nasema namna gani? Hesabu. Inasema basi chengeni michi kwa ajili ya watoto wenu. Inaendelea kusema na masisi kwa ajili ya kondoo zenu. Ngoja. Jengeni nyumba kwa ajili ya watoto wenu. Bwana asipojenga mji, wajengao wafanya kazi ya bure. Hesabu amesema kwamba Bwana anasema jengeni miji kwa ajili ya watoto wenu. Kwa hivyo kujenga, it's a good subject. Kila mtu anastahili kuscore 100%. Hallelujah. Jenga nyumba. The Bible says kwamba jengeni nyumba kwa ajili ya watoto wenu. Wazee wenye mko hapa, you are the one to build the house for your children. Jengea watoto wako nyumba. Jengea watoto wako nyumba. Jenga nyumba kwa ajili ya watoto wenu. Jengeni nini tena? Endelea kusoma. Naendelea kusema na masisi kwa ajili ya kondoo zenu. Najua kitambo kile wazee wengine wenye mko hapa mlikuwa mnalala nyumba, unalala kwa nyumba na kondoo ziko hapo, everything. Kondoo ziko hapo, mbuzi ziko hapo, unalala hapa. Biblia inasema kwamba jenga nyumba kwa ajili ya watoto wenu. Wazazi wenye mko hapa, jengea watoto wenu nyumba. Ndio na yeye atoke hapa aweze kupata nguvu achenge nyumba yake. Jenga masisi kwa sababu ya kondoo zenu. Kwa hivyo building, yes, gift. Wapi mama gift yako wapi? Mama gift. Simama juu, peleka gift mara moja. Anataka kububu. Hiyo sio vibaya. It's okay. Anajua mimi ni ango yake. Ndio sababu amekuja kuniambia. Mimi ni ango yake, kwa hivyo ako sawa. Jengeni kwa ajili ya watoto wenu. Kwa hivyo kujenga, kila mtu achenge. Wazazi kwanza, mjengee watoto wenu. Mupange nyumba vizuri. Bwana asipojenga, mnafanya kazi ya bure. Hesabu amesema kwamba jengeni nyumba kwa ajili ya watoto wenu. Sasa soma Yeremia 29 mstari wake wa 4. Sasa ukifungua Bible 20 minutes. Nimefika mwalimu. Mimi ndio nimemaliza time. Nishafika pale. Mstari wa 4 nasema
Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, Mungu wa Israeli, awaambie hivi watu wote, awaambia nyinyi watu wote waliochukuliwa mateka, niliowafanya mchukuliwe mateka toka Yerusalemu. Hapa sasa duniani kwenye tuko, anasema namna gani? Mpaka Babeli. Mstari wa 5. Chengeni nyumba mkakae ndani yake. Ngojea, chengeni nyumba mkafanye nini? Wewe ambao hutaki kuchenga uko na mpango gani? Nani alikuambia usichenge? Na Biblia inasema kwamba watu wakafanya nini? Wakachenga. Chenga nyumba yako hata kama ni ya mabati 4. Hata kama ni kepu namna hii, chenga nyumba yako. Kuna vijana wengine hawataki kuchenga nyumba. Nani alikuambia usichenge? The Bible says kwamba kila mtu achenge nyumba yake. Kila mtu, hata kama baba yako ako na magorofa hapa town, chenga nyumba yako rumu moja. Chenga nyumba yako. Hata kama umechengewa nyumba gani, chenga nyumba yako. Kuna wanawake wengine hapa town kazi yenu ni kukula tu mkiwa mmesimama. Hutaki kuambia bwana muende kuchenga nyumbani. Koti kuore chitaya igoroba ko kumingeke na kiega kona. Ambia mwanaume tuende nyumbani tuchenge. Wacha kukula kama umesimama. Kazi yako ni kukula tu, nitengeneze pancake. Chenga nyumba. Chenga nyumba nyumbani. Hizi nyumba unaishi hapa ni za wenyewe. Watu wengine wanapenda kusumbua watu. Landlord, hii nyumba yako. Enda chenga yako. Chenga yako. That's what the Bible says. Chenga nyumba. Kuna watu wengine wanapenda kusumbua, niweke nini? Hii nyumba yako sio iko namna gani? Milango imesaka. Enda uchenge nyumba yako. Chenga nyumba yako. Kwanza wanawake, Biblia inasema kwamba mwanamke ambaye ako na akili anachenga anapomoa nyumba yake na anachenga mwenyewe. Ambia mume wako kwamba tuchenge nyumbani. Tuchenge nyumbani kwanza. Wale mnanifuata katika YouTube, huwa ninawaambia namna hiyo. Hapa ni town, lazima niwaambie ukweli. Enda nyumbani mkachenge. Sasa ni family life gani mnataka niwaambie? Usencheki na chachi zitako cha kubagili hii ende tikale tukujima. Sasa ni kuchenga nyumbani. Fanya chochote kile unafanya, uhakikishe kwamba umechenga. Lakini kwa atelia bakungu banenga na chetu ukiora agache nyumba. Obegete tukimo tunabirogo mbibwa atukoshoni. Siungelunua koshoni kwanza. Chenga nyumba, kata nywele uchenge nyumba kwanza. That's what the Bible says. Chenga nyumba. Musikule na mkirara hapa tu. Ambia mzee kwamba tuende tuchenge nyumba. Hivyo ndio Biblia imesema. Sitaki kukula chochote, sitaki kuhama nyumba hii. I don't want to go for 2 bedroom na nini kama hatutachenga nyumba nyumbani. Chenga nyumba. Soma Biblia. Inaendelea kusema, kapandeni bustani. Kapandeni bustani. Mkale matunda yake. Mkale matunda yake. Bustani hapa town ni kazi ile ambayo mnafanya. Wala ambao wako nyumbani ninawafundisha kwamba wamama, enda kwa shamba, fanya kazi, lima, weka mboga yako, weka nini, weka vitu yako vizuri. Hata wala ambao mko hapa town wengine Mungu amebariki mko na mapoma hapa, panda bustani, weka mboga yako hapo. Wangina bande mbali banga kusabendera makere lituko ngeye nere ruro bako ayetoko beka bugo ruro bako. Yaani wewe kila siku umesimama kwa watu, sukuma mbuto sukuma matata tu. Taiyo. Yana na aibu ugosimeke. Kachenge bustani. Panda mboga, panda nini, wala ambao mnatoka nyumbani fanya namna hiyo. Lakini wala ambao mko hapa town, bustani sasa ni hiyo kazi ambao unafanya. Hiyo biashara, be serious with it. Fanya kazi yako kwa nguvu. Hiyo business yako unafanya sasa, hiyo ndio bustani yako. Wengine ni wapanyi nini, wengine wanafanya biashara hapa, wengine wana sijui nini, wengine maduka, wengine ni magari hapa, wengine ni watu. Wewe fanya hapo kwa bidii. Hiyo ndio bustani yako, upate chakula kutoka hapo. Hivyo ndivyo Mungu anavyosema. Na anasema tufanye nini tena? 6. Oeni wake. Mkasae. Wana na binti. Kawaoseni wake. Ngojea, wewe ndio umealikwa hapa ama ni mimi? Unanipeleka haraka bana. Oeni wake. Vijana mbona hamtaki kuoa bwana? Mbona hutaki kuoa?
Oa bibi yako. That's what the Bible says. Oa. Na hata wewe ukiambiwa kwamba unataka kuolewa, saa hizi mambo imekuwa mbaya. Mtu akikutongoza, wacha kusema eti nini. Kesho yake mpigie simu muulize, kwani were you serious with that statement ama iko namna gani? Because nowadays sasa mambo, yani watu sasa ukiendelea kusema eti ninasoma ninafanya nini, wewe saa 10 ngo ikero tena naye bweka. Yani kama umeona mtu ameanza kukutongoza, be serious, anza kufuatilia. Anza kujua hiyo mambo inaenda namna gani ndio uolewe. Kama umemaliza, msichana wangu alimaliza form 4 na nilimwambia my daughter, vile umemaliza form 4 nataka uende college peke yake. Ukimaliza tu hivi nataka uolewe. Yani sasa amaliza college tena akae kwangu. Akae kwangu akifanya nini? Nataka anipe miaka 4 tu, amepita anaenda university. Hiyo miaka 4 peke yake akimaliza tu hivi olewa. Tuingie kanisani tutembee, Bwana na bibi harusi twashukuru. Na. Sasa wewe mbona utaki kuolewa wewe miaka yote? Unaendelea kutusumbua hapa na Pastor George. Eti pastor nataka uniombee nipate mwanaume. Mwanaume wako alikuja kitambo ukamkataa. Wasichana wengine wanataka ukiona vierea ujue vimefanya nini? Vimeunda. Wengine unataka kijana wa 25 years, 28 years, unataka akue na gari kama ile, unataka akue na nyumba, kwani alitoa wapi? Ndia agorete gari bineli, ndia agachete chifurati ga igo bosongoga. Ogoteba ngote ke tomusacho bwate gari ne chinyomba. 25 years ndia akorete mirima akagore gari Prado, ndia akorete mirima akanyore nyumba, no tanes kere yeisa. Enda mkatengeneza mambo yenu. Olewa hata kama ni hiyo kepu ya mabati enda, mutainuka. Yule Mungu amesaidia baba yako na mama yako, na wewe atakusaidia in Jesus name. Olewa. Nikakuja kutotera liga ninatembea kifua mbele. Fanya harusi enda kwako. Atembea kifua mbele. Kifua mbele hapana. Tunataka kukuona hapa ndani tumaji uende. Wacha kutuimbia miaka yote tunatembea. Vijana wengine wako hapa kifua mbele mpaka miaka 30, 35 kifua mbele. Mbona utaki kuoa? Kwani wewe hujaiona wanawake hao? Wasichana ndio Kisii Central hapa, wengine wako kwenda Nyanju hapa, kazi yako ni kutembea kifua mbele. Mpaka miaka gani? Biblia inasema kwamba hoa upate watoto wako mapema ukiwa na nguvu. Ukipata watoto wako ukiwa na nguvu, msichana wangu ako wapi? Wacha nikwambie, utakuja kupata watoto ambao wanasomezwa ECPC abu kudu na yeye hakuna hapana kusikia kitu. Maana umechelewa, mtoto amekuja kama umechoka. Pata watoto wako ukiwa na nini? Ukiwa na nguvu. Amata na Pastor George na kingola ate ya bantu ngi abantu bande nyangi ngo chokokorwerega. Wapi papa ya msichana? Mumuro mwaboisa unerote nino. Eti mimi ndio papa ya msichana huyu, ni papa yake mdogo. Papa yake amezeeka angeweza kufika. Sasa amezeeka, and this is the firstborn. Sasa firstborn amezeeka na mna gani? Eti angejiweza. Na huyu ni msichana wake wa kwanza. Sasa msichana wangu akimaliza college nitamshika mkono na mna hii tukiingia kanisani. Bwana na ngoma chibia no mukungu tobegete suti etainji kane titalimbege to kuchia miaka ya engeira. Utakuja kununuliwa suti hata uwezi, unafaa hata iwezi kukufiti. Saa hizi mtu akikuja kwa wangu ananunulia suti iko fitting, ninaingia kanisani ikisemekana kwamba kweli huyu ni papa yake. Yaani mtu anaeti papa yake angeweza kukuja, ni mzee sana, na huyu ni mtoto wake kwa kwanza pastor, eti ni mzee. Sasa alizeeka namna gani? Bibi yako. Kwani hao watu hawataki kuoa? Amchei soma hii verse. Kwa hiyo ilikuwa verse gani? Si uwaambie wao watu waandike chini. Yeremia 29. Yeremia 29. Mstari wa 6. Ilikuwa inasema namna gani? Oeni. Na wasichana inasema waolewa ama ni kuoa tu peke yake? Hebu soma kwenda chini. Nasema
oeni wake, mkasae wana na binti, kawaoseni wake, wana wenu. Wase, wacha niwaambie, wacha kusomesa mtoto alafu nasema kwamba nilipata mzee mwingine msichana analia anasema pastor kucho uongee na dadi. Anga kwa ntebinga tinsoka ngana ansomia akatumika kibesa chia. Obuno buchingo ko tayo mwana. O mwana agende bwo yebunete gekero. Eti ulimsomesa utaki aolewe. Unataka namna gani sasa? Ulimsomesa aolewe aende kwake. Haleluya. Wacha watoto wenu wakafanye nini? Wakaolewe. Sasa watu hawataki kuana, hawataki kuolewa, wanataka namna gani? Soma Biblia kwa chini. Unaendelea kusema mkawaose waume binti zenu, wasae wana na binti. Ukienda ukiolewa ukifika mara moja ni kuzaa watoto. Kopimo buoge ngoyo. Isome bukubuja. Mkaongezeke. Muongezeke. Uko wala msipungue. Uko wala msifanye nini? That's what the Bible says. Hivyo ndio Biblia inasema, sio mimi. Haya. Ruko usome 28 inasema namna gani? Inasema hivi. Ambaye ametuma watu kwetu katika Babeli kusema uhamisho huu ni wa siku nyingi. Jengeni nyumba, mkakae ndani yake, pandeni bustani, mkale matunda yake. Niendelee? Hebu kuna erata. Okay, 29. Na Sefania kuhani akasoma barua hii. Hiyo. Achia hapo, akasoma akasema kwamba hivyo ndio Bwana wa majeshi anasema. Mchenge nyumba na mfanye mambo hayo yote. Luka 14 mstari wake 28. Maana ni nani katika ninyi? Maana ni nani katika nyinyi? Nyinyi vile mko hapa, nyinyi wote, nani katikati yenu kama anataka kujenga mnara hasiketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumalizia? Biblia inasema kwamba nani kati yenu ambaye anataka kujenga nyumba hasiketi chini kwanza, akiza keti apige hesabu kwamba ninataka kujenga nyumba 4 bedroom. Sasa niko na vya kutosha, niko na material ya kutosha. Je, mchanga iko namna gani? Matofali inatosha? Hii vitu yote nimeweka chini kweli kabisa. Nikianza kujenga nyumba, hii nyumba itakamilika. You know, at the end of my lesson tutachua kwamba ni nyumba gani Mungu anazungumzia. Mafungu yote yamesema kwamba jenga nyumba, fanya sijui nini. Luka naye anasema kwamba nani kati yenu ambaye anataka kujenga nyumba. Ndio sababu ninawaambia kwamba wazee, ukianza kujenga nyumba, keti na mke kwanza, mwambie kwamba tunataka kujenga nyumba mama. Unaona namna gani? 2 bedroom unaona namna gani? Mzee, unajua mama wanataka vitu kubwa kubwa, anaweza kuambia 6 bedroom na una material ya kutosha. Mkatase mwambie ile material tuko nazo ni ya kumaliza 2 bedroom. Ukisikia mambo ya mama na wewe ndio akipa, sikia kwenda chini vile Biblia inasema. Sasa unaniangalia tena. Hasija akashindwa kumaliza baada ya kupiga msingi. Watu wote wenye wanapita wanapoangalia tutakusema. Umeaiona watu wanajenga nyumba wanaachia hapa. Watu wakipita kwa barabara wanasema namna gani? Musacho yako itake kaniji nyumba akagetengo kwa aje nyumba na maina moto. Akachake nyumba akaenene rola si yako ndio. Tutakusema usipopiga hesabu uhakikishe kwamba you have enough material kumaliza hiyo nyumba. Tukipita tutakusema kwamba angalia huyu mtu alianza kupiga msingi hapa akaweka nyumba kubwa. Ndio hii sasa amemalizia kozi 4. Bure kabisa. Kwani anafikiria kujenga ni meno tu. Tutakuongea. That's what the Bible says. Usipoketi chini ukapiga hesabu vizuri, ukiachia hiyo nyumba katikati,
Tukipita lazima tutakuongea. Na kuna watu wengine wanawacha kanisa eti wameongewa. Eti fulani wameniongea nimeacha kanisa. Tutakuongea upende usipende. Leo nataka kukuhakikishia namna hii. Ukifanya mazuri, tutafanya nini? Tutakuongea. Ukifanya mabaya, tutafanya nini? Yani we have to talk about you, whether you like it or not. Yani lazima tutakuongea. Ukikuja hapa kwa kwaya ukisema kwaya yote nimenunua material muende kwa fundi fulani mpewe, tutakuongea angalia sasa. Linga hapa eti yako na pesa anatununia. Na usipotupatia tena tutasema wamepalikiwa lakini wachoyo. Tutakuongea. Kwani ni mbona tusikuongea? Kama mtu anaanza kujenga nyumba anaachia katikati tunamuongea. That's what the Bible says. Tutakusema alianza kujenga nyumba imemshinda. Sasa nyumba Mungu anamaanisha hapa ni familia. Wengine mliingia in marriage. Sasa unataka kuachia marriage katikati. Material imeisha. Material ya upendo ambayo ilikuwa matofali. Unajua kama unataka kujenga nyumba ya matofali 10,000 na uko na matofali 5,000, hiyo nyumba si itafika hapa katikati. Ni nini imeisha? Si ni matofali. Sasa matofali imeisha na labda ndio ilikuwa upendo. Sasa watu wengine mlimaliza material kitapo. Material mlimaliza. Wengine walimaliza material ya upendo. Wengine walimaliza material ya uvumilivu. Hawana uvumilivu. Wengine hakuna upendo, sasa ni kupigana. Ndio niliambia wazee ukisikia mama anasema mugako yuli tukonda kubwata. Takonya kwa ngano mugako muligere ligokoro litukona liye likanye kujire maili. To komanya bono muntu agugwaka kinenge. Saizi tunaambia watu kwamba kitambo pastor juzi tulikuwa tunaambia watu kwamba vumilia, Mungu yuko. Saizi mimi siwezi kukuambia uvumilie, mtu atakukata singo. Ninakuambia kama umeona ni kubaya, baba saa 10 ngakie, saa 10 mapema. Sokie gari ogenda. Because utakatwa kichwa. Watu wa siku hizi ukisikia mtu anasema nitakukata kata. Kuna wamama wengine wana mdomo, si unikata, utapigwa. Wewe ukimuona anaongea, anza kufikiria ile siku inaweza kuwa ni leo. Anza kuenda maili. Wamama wa kitambo ndio walikuwa wanazungumza na hao wazee na hakuna kitu walikuwa wanafanya. Watu wa siku hizi akikwambia anakukata. Sio mchezo. Muangalie uone kwamba huyu mtu wako namna gani. Sasa ndio tunasema kwamba Bwana asipochenga basi material ya uvumilivu itaisha na watu ndio sababu hakuna uvumilivu. Yaani watu nyumbani watu wanasumbuana kweli kweli. Bakungu banda batanga menyete gaki okoba ya bana asite yongo kolenyo tuki asite yondaji. Hata wewe ukipewa nafasi umesa vitoto hivyo kama Bernardo unaweza rudi hapo kweli. Sini kuvumilia tu navumilia. Material ilisha ya uvumilivu. Material ilisha ya upendo. Material ilisha sio ya nini? Sasa watu hakuna upendo. Hakuna upendo. Ndio sababu niliwaambia wazee penda wake wenu hawa. Huyu mke ndiye atasimama na wewe mpaka dakika ya mwisho. Dakika ya mwisho. Ile dakika ya mwisho kabisa umewekwa hapo sitting room. Yeye ndiye ako na wewe. Hapo yeye ndiye analia mzee wangu. Hakimugaka kwenda kwa kukwantike. Naenda bakungu na bataika baba ngaini. Unajua wakati mume wako amekufa tukikucha hapo mara moja amekufa saa 8 saa 9 tuko hapo. Tunataka kukuangalia unalia namna gani. Tukiona umelia tu kidogo umeacha na inyo tulikulera intu tokocha kukulera musacho. Sasa tunakuangalia. Sasa ndio sababu niliambia my wife nataka ulie nikikufa ulie kabisa. Hata kama nimekutesa wewe lia na ninamwambia namna hii usikule kwenye watu wanakuona. Ingia hapo ndani swa mali tabanga haki ukimana matumbe ngesa la mali koko soka gochero tabanga haki makoko tiyo takora kitinguragira musacho ndaka kali moja ligaki aniobo kimanda pole. Wacha kukula kwenye watu wanakuangalia namna hii watu watakushangaa wao unakula na bwana yako akomocha wewe. Enda huku ndani mwanamke mwelevu sema mara moja bwati kama ati uchiche ngia bwata na megati naroi na ndikie keburu mantili bono bine monge gochaga iga aka mali bibande bine kula mkate hapo ndani half a bread kunywa na soda mbili hapo coke kucha hapa sitting room. Wakati mwingine wanakuwa mama fulani si ukule nitakula namna gani na mzee wangu akomocha hapa chakula iko kwa tumbo unapoa. Tunasema kweli huyu mama analilia mtu. Lakini sasa wewe nakuuliza
wewe mama atakula kwa sababu hakuna kitu uliwahi kumfanyia. Yani there is nothing. Hata kama umeenda, hata kama huko, things are the same. Sasa huyu mama atakulilia ulifanya nini? Ulifanya nini anakulilia? Ndio ninafundisha wasee kwamba wacha kuacha pesa nyumbani eti mama aende kununua chakula. Mimi siwezi kuacha. Hata msichana wangu wako hapa. Mimi anaambia mama yake kwamba mami, dadi anakuja hata usipike. Wao una waste time. Utapika hiyo sukuma yako na atakuja na samaki. Na hivyo ndio wanajua. Yaani mzee wa Poma nikiingia menu lazima ibadilike. Sasa watu wengine mnawacha menu inakuwa the same. Sasa watoto watajua nyinyi ni nani sasa. Unajua ukikufa wanawake wengine wala ambao wachaokoka akaso yumo sacha nyumba. Musacho gocha no mene mitolire bere tinyanyu mutoliro. Amene mitolire bere tinyanyu mitoliro yo monga. Bana bakuragira. Lafu watoto kama wako wanacheza, punaenda kwa upande ile, Brian kako hapa, kina Junior ndio kako katikati, wako na ile kamba wanafanya hivi. Sasa Junior kanaruka juu, wale wanapitiza. Alafu Brian anawacha kidogo anauliza, "Brenda, tato ulio kwete noyo iga? No ulio muya. Noyo, ulio kwete tiga kunaenda kukana." Huyu oyo nero muya, ulio kwete tiga kukarenga. Kane. Yani wala ambao wako nipata, usipochunga familia yako ukikufa, mama atafungulia mzee kwa nyumba ambao analeta omena gorogoro mbili. Analeta tomato hapo kila kitu. Watoto wakicheza wanauliza, kamba wanapitiza, "Brenda, ule dadi alikufa na huyu, nani mzuri? Huyu ndiye mzuri. Ule alikufa wacha akufe kabisa." Enda katika boma yako uangalie uone kwamba material ni gani imeisha. Hii ni pioneer kwaya hii. Angalia kwamba ni material gani imekuishia. Ni material ya upendo, enda uongeze. When you are building the house, unapojenga nyumba, material ikiisha, unafanya nini? Unalete. Sasa wewe enda uone kwamba material ni ya uvumilivu ilisha. Kuna watu wanawake wengine wanasema eti kwamba nilipata mwingine ananiambia, "Pastor, nimechoka na hii marriage. Niliacha ule mwanamke nikaoa Mkamba." Nikamwambia, "Ukaoa Mkamba? Mimi nafikiria ungeniambia ulienda mbinguni ukashuka na malaika. Kama ulioa Mkamba bado uko na shida." Yani hata people think that they want to change marriage and they think that if they change marriage that is the better option. Better option ni sabali kwa muyoka. Sabali kwa muyoka na better option. Mambo ya kutuambia tumeacha Mkizi, umeoa Muruya, umeacha nini, umeoa Mkamba. Hiyo ni kazi bure. Fanya kutakata kutokosa. Kama unataka kutustua, wewe chukua sijui ni ndege utachukua, sijui ni gari gani, enda direct mbinguni, shuka na malaika hapa chini. Lakini kama tena ni mwanamke mwingine hapa, bado ni shida ni ile. Wewe enda uangalie uone kwamba ni material gani ulimaliza ili uende ununue kwenye inanunuliwa. Kama upendo unanunuliwa, enda ununue upendo, ulete material uendelee kujenga nyumba in Jesus name. Ngayobu anja ni buku pimwe mbucheriki. Ni bucheri gani unaweza enda kununua upendo? You know, love is like money which you take to the bank. If you deposit money, when you go to withdraw, what do you withdraw? It is not money. Sasa hivyo ndio na upendo ndio hivyo. If you deposit love kwa bibi yako, what will you withdraw? Love. Ni hivyo ndio yuko namna hiyo. It is like money ambao unapeleka kwa banki. Ukideposit uvumilivu, ukienda kutoa ukiweka ATM, unatoa nini? Unatoa uvumilivu. Sasa wewe unataka mtu akuvumie hapa, wewe unataka kumvumilia. Deposit love, withdraw love. Weka uvumilivu na wewe ukienda kuwithdraw, utakuwithdraw uvumilivu. Now go and check with your family kwamba ni material gani wewe umemaliza. Sasa nyumba kumbe Mungu alikuwa anasema sio nyumba hizi ambazo tumejenga hapa. Nyumba Mungu alikuwa anasema ni marriage. Hallelujah.
mke na nini na mume. Watoto ni mibaraka. Abangina bali muko balera abande bite ngatanya kwenye mwana kule saka acheta atika mangana. Watoto ni mibaraka. Wakuje wasifanye nini? Mali eti ni mke na nani na mume. Watoto ni mibaraka, wakikuja well and good. Najua nilienda kuhubiri kwingine, before nianze kuhubiri nikapata kanoti kengine nimeandikiwa hivi. Sasa nikapatia Kolista, nikafikiria ni ya Kolista. Tena Kolista akanirudishia, nikasema aka kitu ni kama ni yangu. Nikasoma nikapata mtu ameniandikia kutoka hapo katikati, ameniambia pastor, ukimaliza uniombee Mungu anijalie nipate mtoto. Kumbe watu wengine wanaomba wapewe watoto. Na ora obwato kitumnige zuzu tumanyitingana ki abantu banda bala kusababa manya konyora bana. Hata nikakumbuka mimi mwenyewe sikuwahi kuomba Mungu anipe mtoto. Kama mimi mwenye nilifanya harusi sikuomba, ayekwa basete naye wasabete. Naye mimi ambaye nilifanya harusi kanisani, bwana na bibi harusi. Tukaenda nyumbani, hatukuwahi kuomba kwamba Mungu atupe mtoto. Wewe ambaye ulikutana tu hapo mkaenda, uliomba kweli? Ndio ujue kwamba hata watoto watu wengine wanaomba, hiyo ni mibaraka. Hata ndio siku hiyo nikakumbuka nikaambia Mungu kwamba thank you God kwa sababu ulinipatia watoto. Watu wengine mpaka leo hii hujaishukuru Mungu kwa watoto hao. Kwani unaona kwamba it's a right kwamba kukua na watoto. Go now and check your family. Ni nini, ni material gani ulimaliza? Nyumba ambayo Mungu anasema ni nyumba ya ndoa hapo nyumbani, hiyo ndio nyumba Mungu anasema. Anasema kwamba yeye asipochenga, yeye asipolinda, wale wanachenga na kulinda wanafanya kazi ya bure. Lakini ukitaka kujua kwamba kweli nyumba hii Mungu yuko ndani, jambo la kwanza, the love of God is both taught and caught. Yaani ukiingia katika nyumba hiyo, upendo wa Mungu unaonekana, watu wanapendana. Mbona sasa hutaki kupenda bibi yako? Mbona hutaki kupenda mzee wako? Kuna watu wengine they don't talk. Waliongea sijui nini. Kuna watu wengine hata simu hawezi kupigiana. Yaani kuna siku utapigia bwana yako simu ataweza kanyagwa hata kwa parapara hapa. Maana anashangaa simu ni ya nini sasa? Ni ya nini ananipigia, because amjazoeana kwamba mnapigiana simu na and then. Nyumba ambayo Mungu amechenga, ukiingia unaona watu wanapendana, na tunaona. Sio hata wewe, wacha kutuambia eti unapendana na bibi yako na bwana yako. Urongo, sisi ndio tunajua. Washiriki tunajua kabisa. Hata wale wazaa ambao mnapiga wanawake hapa tunajua. Hapa kwa maproti hapa kupigana kukimbizana hapa. Akili yako ni mzuri. Okorwani mkungu wakamono kuja kumumia kijiproti. Mnaama kila siku, mlitoka menyingwa, mumeenda sijui wapi, mko hapa nini nyangongo hapa. Yaani kila siku ni kuama kwa sababu hakuna mtu anakuhitaji kwa broti yake. Kerere. Unaambiwa sio hapa unapewa notes. Mlianza kuama na kanta. Maana hamwezi kumaliza miezi 3 mkakuja mkaanza kuama na pick up. Juzi tumewaona mkiama na mkokoteni. Hivi karibuni ngoko ratole ko itwegete bintu no mutu kwa ikigumukwere ne muno ende kwera na kwacha ku. Kwa sababu gani? Hautaki kuleta material yenye ulimaliza ya upendo. Ulimaliza material ya upendo, siuletese upendo, utafuta uone uliachia wapi ndio muendelee na maisha. Sasa wewe unataka namna gani? Watu wanapigana, wengine wanakimbizana hapa. Hawa wanaume ambao mnapigana, hata amuko hapa, maana wengine wananiangalia katika YouTube hii. Nataka kukuambia kwamba umukungu na roho gwanja kwa muita. Hakuna mwanamke ambaye unaweza mpiga. Aba kukwa babwate chinguru choko kumi. Bakoragira matenena. Wanawake wakiamua tu waseme kwamba hakuna mwanamume ambaye atatuguza. My friend, you can't do anything. Ako koyeli ako isaransere to kuimoka kurunse. Chikira bwate nchonsipi. Angalia material ya upendo iliishia wapi? Divorced. Ukidivorced, you will withdraw. Hallelujah. Jambo lingine, respect of one another is taught and seen. Nyumba ile Mungu amechenga, anasema kwamba asipochenga wachengao wafanya kazi ya bure. Respect tunaiona.
Wacha kutuambia eti unaheshimu mume wako. Sisi tunakuona, tunajua you don't respect your husband. Wanaume wa zamani walikuwa wanaheshimiwa sana. Wake wa siku hizi musikiti hapa sasa, mtu sikiti na kibono polengera tireki. Wamama wa kitambo walikuwa wako na heshima ya wazee. Walikuwa wanaheshimu wazee kabisa. Hata mama yangu ninaona, baba yangu alikuwa mwalimu. Wakati anaingia kerago cha naye nyanga kubugia kengera, mama alikuwa anatuambia kwamba baba ndio huyo anaingia, watu wanajipanga, wasichana wanajipanga, tunajipanga, maana tunajua kwamba mfalme wa Poma anaingia. Lero mwatokolire bibiye byotobusa na toswa, yani muntu tali kumanyanga musacha ngo swara simu. Yani hakuna tofauti sasa ile, hata ukiingia mama hawezi kuprepare watoto kwamba mzee ndio watoto waanze kulani kwamba huyu mtu anaingia hapa ni mtu ambaye ako tofauti. Sasa hakuna tofauti yetu na watoto nowadays, hakuna heshima. Hata ukiingia mama hawezi kuambia watoto kwamba mzee anaingia, hakuna. Mama yangu alikuwa anaheshimu baba yangu, alikuwa mwalimu, lakini endagera ya mugasonya na marabwa ni yeka ako gachira tata. Leo hii nataka kuambia elders, wazee wangu, if you are not there, asiyekuepo utapewa tuchi, utapewa menu vile lanji ilikuliwa, utakulia viyu sasa. Saisi asiyekuepo na laka alipo. Yani hakuna heshima kabisa nowadays, hakuna heshima. Sasa hawa mama, hata ninafanya visitation katika boma zenu. Unaingia mtu amechenga nyumba nzuri, wala ambao Mungu amebariki mmechenga. Mtu amechenga nyumba nzuri, sitting room kubwa namna hii, lakini huwezi kutafautiza kiti ya mzee ni gani. Viti yote imewekwa kara moja white. Sasa ya mzee ni gani? Wamama mubwato bongo buli. Tokubeke kitamba ngao, na kirongo swa nyumba na manyike kirugo kiniki musacha. Unajua ukiingia kwa boma ya watu na wewe ukiingia namna hii, angalia kwanza sitting room, pige hesabu. Huyu mzee wa hii boma anaweza kuwa anaketi wapi? Asiingie na wageni mmetangulia na umeketi kwa kiti yake. Huyu ni mfalme bwana. Wamama tafautiza, weka kitambaa kingine hapo. Watu wanajua kwamba kweli hii hapa ni mzee anakaa hapa. Tunachipanga upande mwingine. Atwande bana mbele watu watia masikani yako mnyoka kikiruki umuzaki umugaka bumuji. Anakwanya no abigita maruge magore mesa iguru. Ubwata masikani bu. Sasa wamama wa siku hizi hamna heshima, hamna heshima. Enda ingia hata kwa meza unapata kwamba nilienda pastor amwapi kwamba last round nilikuwa makambi, wale watu mnatoka kwa leki, Mungu awabariki. Muko na heshima hata ya wachungaji. Bantu bali mukuru chetigamba tebe. Hawa ndugu zetu wanatoka hapa kwa leki. They have respect hata ya mchungaji pastor George. I know you have gone there. I want to tell you pastor, nilienda makambi, it was my first time. Nikashangaa nikasema, hawa watu wako namna gani? They hawawezi kula kama sijaingia. Nikasema wanachua kweli mimi ni mwanafunzi. Wanasema walikuwa wananiita sijui. Walikuwa na pastor ni wewe tunaongojea. Ukule ndio watu wengine wanakula. Lakini kwetu hapa Kisii, makambi ya Kisii. Okochikola cancel ya bantu babirige sona igangana ki pastor nimba ataringana naye. Kokochikocha kwanya amagena ko ngontre mesa igura. Yani okubigana ki kwanya kuriye ki amagena ari ngikuriye kuna nje ngoko yandi kintu ki. Obe bakongonte tabalisi no batangaine bali bono gaki. Sasa mlikuwa mnajua pastor yuko hapa. Yani watu waona heshima. Tikwacha nikwambie unapata majai imekuliwa hapa na imeisha. Respect ya wazee, that's what the Bible says, kwamba wazee ni watu walikuwa wanaheshimiwa. Hata Biblia inawatambua kwamba Biblia inasema kwamba wazee waheshimiwa. Sasa wale watu waleki wanaheshimu wachungaji sana. Enda muone hata vile mnatufanya hapa. Ani pastor akuru wali garo angonde bwenzi ndito yuko sugulikana ni kirugo nga pastor yuko cha nothing. Na wale watu kitanda every day ukikuja vile mnatoka kwa mkutano unapata beddings wamebadilisha. Aigoko ibisi weekend ma okorora baka kwa kuminga wa ikenekeka kona. Yani you don't have respect even for the servant of God. Yani hatuna heshima hata kwa watumishi wa Mungu. Hamna. Hata kwa madhehebu mengine wanaheshimu mapastors wao. Najua kwamba ni pastor. Sasa hapa sisi tukipita chochi akipita hapa ni kama yeyote tu. You don't care. Na niliwaambia kwamba mchungaji yako na mambo mawili, vile anakusalimia namna hii akiachilia mkono wako,
blessings, cursings. Akikanyaga kwako namna hii, blessings, cursings. Alafu watu wengine akatoko batare karacho chako batarago chabu na basi to minto ni manye tengo moko baba basi tamoko bwango ngatingo ikagokorugera obuno buchinga swali ikondu gere ngoko tabinga bwango ndugobo kimonge ndaga go sabera masaba matambi. Mpea wageni vitu waketi. If you want the blessings ya mchungaji wako, make sure akikucha hata maji ya kunywa. Wale wako huku nyumbani na waambia kwamba ambia pastor usitoke. Kimbia mama mara moja, kata ndizi, mwambie fungua puti, aweke hapo. Akifika kwake ndiye akuombe. Wanote toka nitaimba kisa hadisa ngo sabere, ngi wangu ndata ngo sabere. Kwani nitakukumbuka ulinifanyia nini? Ndio nikukumbuke nianze kutamka jina lako saa 9 ya usiku eti ninakuombea. Ninakuombea kwa sababu gani? Familia ambayo Mungu yuko ndani, the respect inaonekana tu, hata usiposema unaonekana kwamba hao watu wanaheshimiana. Yaani ukipita unasema kwamba huyu mke anaheshimu bwana yake, huyu bwana anaheshimu bibi yake. Hao watoto they have respect. Familia ambayo Mungu yuko ndani. Yaani watoto wengine hawana heshima. Kwanza watoto wengine wenye mnalelea hapa town, abana vipio vitabuga atia masikani chitori. Ilienda kwingine crusade hapa Nyamira, tukapelekwa kwa nyumba nyingine ya washiriki. Unajua kisi town ya Thank God nyinyi mkileta wageni I hope mnawapeleka kwa hotel. Yaani tukapelekwa nyumba nyingine tukawa na stress mama, the whole week tunaomba tutatoka hapa lini. Yaani watoto wako hapo matoto. Yaani mtoto ako namna hii, ako sijui grade 4, lakini mwili ni namna hii, ako na remote amelala kwa kiti yote, ana control TV. Na wageni tuko hapo. Ameweka cartoon. Na mama yuko hapa anaendelea kusema, "Haki daddy siwache pastor waangalie news kwanza ndio uendelee kuwatch." Yaani sasa huyu ni mtoto sasa uko naye wewe. Paka ngayungo ngata kwa mwana yingire bwana wiki ya mwana ndi muira niligaki. Yaani watoto ambao wana adapt. Na unajua that time ilikuwa the other time ile tulikuwa tunaenda Kanani. Ule mzee alikuwa anatupeleka Kanani. Wacha hii alikuwa anasema rege iwezi kusimamizwa. Ile ya Kanani ile sasa. Tunataka kuangalia apali kwamba tunaingia Kanani namna gani. Na mtoto amelala kwa kiti na ako na remote ana control TV. Na wageni tuko kwa nyumba. Sasa nikaambia mama, tutaona apali hii leo kweli? Haki dadisi upatie pastor remote kwanza. Yaani sasa mtoto yani unampembeleza mtoto amekuwa ni miungu ambayo unaabudu. Na mimi vile mimi unajua nami sijui vile nikasimama nikamwambia, "Wewe mwanamke sasa utaendelea kusema dadi na habari inaisha." Akaenda kuita bwana yake, "Papa Brian si ukuje uongee na Brian." Huyu mzee akakuja akanyang'anya huyu mtoto remote, akaweka. Ndio sasa mzee akaanza kusema, "Kanani tutavuka." Tukasema sasa tumevuka. Dakika moja tu stima pap. Sasa hatuchavuka Kanani. Stima imeenda wapi? Kumbe hili litoto limeenda limeswitch off from the main switch. Yaani sasa hao ni watoto mko nao sasa. Watoto mnafugia hapa town kama manguruwe. Amesima kutoka main switch. Na huyu mama mwenye ana akili abwato mutuo mwanene chimiola makarabati na ndo manya gochero gao chakatanga hati baba Brian imagine ni Brian amesima stima from the main switch. Sasa ni kazi gani hii? Yaani watoto wanaleta stress. Familia ambayo Mungu yuko, unaangalia respect kutoka kwa watoto. Mama anaheshimu mzee anaheshimu mama vizuri. Hiyo ndio familia. Good communication both parents and the children. Wanapatiana bakwera ni buya communication ambayo ni nzuri. Kuna wazee wengine hapa wa kanisa. Elder. Ukianza kuuliza mama, wapi ile tai ya red yenye ninafaa na shati ya white? Na ndio mwingine kubona ki mugako kwanza kwa rango viki tai ga kyo takonyebera. Yaani communication mbaya. Communication mbaya. Mama wapi socks? Mzee
uko na maneno leo ni Sabato sitaki maneno. Umeiona nikivaa socks. Sasa communication ni mbaya. Vitoto vingine vinatusi. Enda musikie kwa maproti mnaishi hapa. Watoto wanatusi mpaka unafanya masikio namna hii usisikie. Watoto wamefundishwa matusi ambao wanatoa kwa mama vile anatusi mzee labda. Yaani familia ambayo hawana respect. Watoto ni kivyao, mzee anaongea matusi hapa, mama anaongea mambo yoyote hapa. Hapana. Mungu ile familia anasema anachenga. Watu wanaheshimiana, respect, good communication. Forgiveness is there. Watu lazima wasameane. Unajua mimi msipopiga kingere nitawafundisha 4 days. Mimi sio mtu wa kumaliza maneno kutoka kwa hii nini yangu. Na hawa ni nani? Wamekuja na ni wageni wetu ama? Hii ni pioneer ama ni nani? Na wameingia saa hizi tena wameona hawatakaa. Sijui, viongozi wako watajua. Forgiveness is there. Watu wakiishi pamoja lazima wakosane. Elda msipopiga kingere mimi nitasukuma mbele. Mimi nitasukuma. Wanasema niendelee kutoka hapa. Elda ananifanyia time kutoka hapa. Kwanza hata nitaachia hapo njagisi yako njiani kuja. Good leaders are brought up. Nyinyi nitawapea wimbo muimbe. Mbona mlikuja na mnaenda? Mkuje hapa mnaimba wimbo. Si mmekuja kwetu na nyinyi tunawachua ni kwa. Yaani viongozi wa kanisani wanatoka kwa hiyo familia ambao ni viongozi wazuri. Viongozi politically hapo viongozi wazuri. Kuna watu wengine wanasumbua watu paka kanisani. Shida sio yeye. Ni ile familia anafanya nini? Anatoka. Mtu anakuja kusumbua watu paka kanisani hapa. Njena akole. Kwani njena ale kuja kukwana mangana akole ali tukilimo na linda akole family life. Unity and togetherness inapatikana. Hospitality and welcoming inaonekana. Plans everything together. Assist and support each other. Watu ambao wanasaidiana vizuri. Na wanawake wengine wanasema pesa yake ni yake, ya mume ni yake na ni yao. May God bless you in Jesus' name. Kwani nitamaliza mimi ndio nitamaliza. Nyinyi kuja muimbe. Kuja muimbe nyinyi wale wanajiita event targeters kuja muimbe hapa. Ninamaliza namna hiyo. Hivyo ndio nimemaliza. Hapo ndio nimemalizia. Enda fuata, get to the point, family life yote unapata hapo. Weka wimbo ambao unaitwa amefufuka Yesu. Tunaomba. Mtakatifu na Mungu wetu, jina lako lipewe sifa. Mwenyezi Mungu, asante maana kanisa hili la Kiadventista umetufunulia mambo mengi sana yakiwamo mambo ya familia. Sabato la ukweli ni hapa. Mambo ya health ambayo mwalimu daktari wetu alileta ni kanisa hili. Zaidi ya yote tunasoma Biblia mafungu hapo ndio kanisa hili misingi yetu ni kusoma neno lako. Asante kwa sababu mtumishi wako ulinipatia nafasi tena. Ikiwa ni mara yangu ya kwanza kuingia katika kanisa hili na nikapata nafasi ya kusimama kuzungumzia mambo ya familia. Hata kama imekuwa ni muda kidogo sana, lakini yale ambayo tumejifundisha ninajua kwamba kunaye mmoja hapa ambaye ameenda na neno moja ambalo litakalomsaidia na hata katika familia yake. Pia naombea mtazamaji wangu katika YouTube uweze kumbariki pia Mungu wetu na familia yake. Watu wako wanakutegemea sana. Leta upendo. Let us go back to our families. Tufikirie kwamba ni material gani tumemaliza ili tuweze kutafuta, na hizo material hatuendi kununua kwa workshop na mambo mengine. Tunakuja kwako, tunanunua kwako. Upendo tunapata kwako, uvumilivu tunapata kwako, na yote yale ambayo tumejifundisha ili familia zetu ziweze kuwa familia za furaha. Asante kwa sababu ya Pastor Fadhili ambaye ulimpa neema ya njiani kutoka Tanzania.
hata atakaporudi Mungu wetu, tunaomba kwamba uweze kumpa neema ya njiani, akifika salama katika familia yake, jina lako lipewe sifa. Huduma ambayo anafanya Tanzania, Kenya, kila mahali anapopita, tunamkabidhi mikononi mwako Mungu wetu. Anaposimama uweze kumpa kibali, Kristo Yesu anapokuinua juu uweze kufuta wengi kwa ufalme wako. Asante kwa home church ya Nyamokenye ambao waliona kwamba ni vizuri watu alike the heaven targeters, na wakasema mimi na Pastor Vadhiri tukuje kuhudumu hapa. Tunawaombea Mungu wetu kwamba pia uweze kuwabariki, na home churches zote zile ambazo watapanga mambo haya katika kanisa hili, tunaomba Mungu wetu kwamba uweze kuwainua kwa kila jambo, uwaonekanie, uwahifadhi. Saidia watu wako, maana wanakutegemea Kristo Yesu. Kama kuna yeyote aliingia akiwa mgonjwa, basi akitoka hapa pone, maana hapa tuliingia Bethsaida jinsi vile tulivyosoma, na haitawezekana tutoke hapa tena tukiwa wagonjwa, maana Kristo Yesu umetamka neno, na ukitamka neno mambo yanabadilika. Asante kwa kwaya yetu ya Heaven Targeters na ile ministry ambayo umewapatia ya kueneza injili, sio zaidi ya nyimbo, hata kueneza injili hii ya malaika watatu. Sasa wanaposimama na kuimba na kwaya zingine zote zile ambazo zimekutukuza, Mungu wetu uinuliwe kwa kila jambo. Asante kwa wanakwaya wengine tumeona hapa walikuwa wanapita, labda kuna mahali walikuwa wakaona ni vyema watupitie. Ikipatikana nafasi watuimbie, tutashukuru. Hata riziki tulikuwa na yeye hapa tena. Mungu wetu unaona challenge yeye ako nayo, yeye ameamua kukufanyia kazi. Tunaomba Mungu wetu kwamba usimame pamoja na yeye. Leta wale watu ambao wanaweza msaidia aweze kupata uponyaji haraka, ili aendelee kukuhudumu katika shamba lako la mizabibu. Asante, maana utatutendea vizuri zaidi. Tukitoka hapa katika nyumba yako sote, kila mmoja aseme kwamba kweli tulikuwa nyumbani mwa baba yetu, tulimuona na hata tukamguza. Tutendee hata vizuri zaidi ya jinsi vile nimeomba mtumishi wako, nimeomba katika jina lako Kristo Yesu mkombozi wetu. Ngoe tamuliku cha Matundura. We are inviting our brass band to give us an item as we prepare.